Tulivyowahi kuzungumzia scouting kwamba ni kufanya kupitia shamba mara kwa mara ili kuweza kujua shida ambazo unaweza kuzitatua au matatizo yanayopata mazao yako shambani kwa wakati fulani. Sasa nimekuletea mbinu ambazo wewe unaweza kuzifanya ili kuweza kusaidia shughuli nzima ya scouting. Cha kwanza, unatembelea shambani kujua sampuli za mimea, na pia inabidi uwe una ratiba ambayo itakusaidia wewe kuwa unafanya scouting. Ina maana kama ni ratiba ya siku, kama ni ya wiki au mwezi mara ngapi. Aina moja ya kufanya scouting ni scouting ya wadudu waharibifu wa mazao. Hapa unaangalia wadudu waharibifu ambao watakuwa wameshambulia zao fulani kwa wakati fulani. Mfano, unaweza ukaangalia labda cutworms, unaweza ukachunguza wadudu mbalimbali ambao wanashambulia zao kwa wakati huo. Pia unaweza kufanya scouting ya magonjwa ya mimea. Kuna magonjwa ya mimea kama ukungu, blight, late blight, unabidi uyafuatilie kwenye hiyo scouting ambayo unaifanya. Baadaye utakuja kuunda njia ambazo zitakusaidia kutatua. Mfano, kwenye scouting ya magonjwa ya mimea utaangalia dalili za magonjwa ya fungus, bakteria na virus. Hiyo ni njia ya scouting ya pili. Njia ya tatu ya kufanya scouting ni scouting ya magugu. Utaangalia aina ya magugu na athari zake kwenye mazao. Na kama unavyojua, magugu mengi yanafanya competition, yanasababisha competition ya nutrients kwenye mazao. Hivyo zao haliwezi likapata nutrients au likaabsorb maji na likaweza kukua vizuri kukiwa kuna aina fulani ya magugu kwenye shamba lako. Aina nyingine ya kufanya scouting ni afya ya udongo. Utaangalia afya ya udongo. Kwenye afya ya udongo utaangalia nini? Utaangalia unyevu wa udongo, utaangalia rutuba na dalili za upungufu wa virutubisho. Utajuaje kuna aina ya virutubisho kama vimepungua kwenye udongo wako? Kuna dalili viashiria kwenye zao husika utaiona. Nataka nikwambie kwamba kitu kingine, kuna muda sahihi wa kufanya scouting kwenye mazao fulani. Scouting inafanya kulingana na hatua za ukuaji wa zao. Likiwa ukuaji wa chini, ukuaji fulani, hivyo unaangalia hii hatua inabidi nifanye scouting kwenye nini? Labda kwenye upungufu wa mbolea ambao ni udongo sasa huo. Kingine, scouting inakurahisishia kuzuia hasara kwenye mazao. Na pia ukifanya scouting mapema inakupunguzia gharama na kuokoa mazao mapema. Unaona? Kwa hiyo ni njia nzuri sana ambayo tunaitumia kama IPM kwenye kuzuia hawa wadudu na athari kwenye mazao. Kingine, scouting bana, unapotakiwa kufanya, unatakiwa uwe na vifaa kama vifuatavyo. Vifaa ambavyo unatakiwa uwe navyo ukiwa unafanya scouting kwenye zao lolote, inabidi uwe na daftari kwa ajili ya kunukuu. Simu, kama hautakuwa na daftari utakuwa na simu, uwe na kalamu, uwe na ramani ya shamba, ujue shamba lako mipaka yake ikoje. Hivyo ndivyo utakavyoifanya. Video ifuatayo nitaiweka soon, itakueleza changamoto ambazo zinawapata watu wanapofanya scouting kwenye mashamba yao, sana wakulima wadogo. Hivyo kaa attention, mafunzo yanaendelea. Kama hujasubscribe, unaweza kusubscribe channel hii. Kama hujanifollow, unaweza kunifollow kule Facebook kama Sharon Mjini, ili kwa ajili ya mafunzo haya yakaendelea. Kwa pale mjini Instagram unaweza kufollow channel ya Kilimo Elimu TV. Tukawa tumeenda sawa. Popote pale elimu ikakufikia kupitia ujuzi huu tunaotoa.